kwenye maisha yako. Acha kuwa na hofu juu ya Mungu wako. Acha kuwa na hofu juu ya uchumi wako. Hebu ishindeni hofu. Wachawi hawana nguvu kwako. Kama itatokea wewe binafsi unajua sana kutumia nguvu ya Mungu iliyo ndani yako. Sisi hapa hatukupewa roho ya utumwa. Sisi hapa hatukupewa roho ya kuteswa na shetani. Sisi hapa tumepewa nguvu ya kushinda nguvu za nini? Za giza. Haleluya, haleluya. Simama imara, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kitabu hiki kisiondoke moyoni. Haleluya. Hapo ndipo utakapofanikiwa pande zote. Hapo ndipo utakapoweza kufanikiwa katika kila unalolitenda kwenye maisha yako, kiuchumi, kiroho, kihuduma, kila kitu kitakuwa kinaenda vizuri. Sema amen. Haleluya, haleluya. Kwa nini mwanangu nakwambia hivi? Tunauendea mwaka mwingine tena. Kama hautaishinda hofu, utakuwa unashindwa kutekeleza mambo mengi. Ukiishinda hofu, mambo mengi utakuwa unayatekeleza. Sikiliza mwana wa Mungu. Kwa nini hatuendi hatua nyingine? Kwa sababu hofu inatudhibiti. Sisi tunawaza kushindwa kuliko kushinda. Mtu mmoja ameandika kitabu anasema, tofauti ya Mwisraeli kwenye eneo la mafanikio na mtu mwingine yeyote, tofauti zetu liko kwenye eneo la nini? La kufikiri. Mwisraeli anapofikiri, anafikiri chanya. Yaani hafikiri sana kushindwa kuliko kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana huyu Mwisraeli amekuwa ni kama amekuwa nyota kwenye kila eneo, kiuchumi, kilimo, kwenye kila teknolojia yeye yuko juu. Kwa nini? Anafikiri chanya zaidi. Anafikiri watu wanaweza kupata suluhisho kupitia yeye kuliko yeye kupata suluhisho kupitia watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu amemjua Mungu. Unapomjua sana Mungu huwa anaachilia hekima. Hekima yake Mungu huwa inakufanya wewe uweze kufanikiwa juu ya mambo mengi. Haleluya, haleluya. Hekima yetu sisi ndani ya Kristo ni kujua sana maarifa juu ya adui yetu. Japokuwa Israeli wanakumbana na vita nyingi, usije ukashangaa ndio taifa lenye amani zaidi kuliko mataifa mengine. Vita inaendelea lakini watu wako salama. Kwa nini? Wana mtazamo sahihi. Lakini wewe hapa kidogo tu umevurugwa. Amen. Uchumi umeyumba tu, Yesu naye ameyumba. Sikiliza, uchumi unatakiwa uyumbe lakini Yesu awe stable. Amen. Kana Yesu vizuri, muamini Yesu. Acha uoga, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hii silaha ni ya muhimu sana. Adui hapa anatumia silaha ya hofu ili akuvamie, ili akutese, ili akuharibie. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakatumiwa nyoka za moto, wakawauma watu wakafa. Watu wakamwendea Musa, wakasema tumefanya dhambi. Kumbe kunungunika ni dhambi. Acha manunguniko kwenye maisha yako ya kiroho. Acha manunguniko kwenye ndoa yako. Kadri unavyonungunika huleti solution. Ili unaleta, kwa mfano, unaweza ukakuta umeolewa na mtu mwingine, ufahamu wake ni mdogo. Unaponungunika yeye anasema yes, nilichokuwa nakifanya sasa kimekolea. Anaongeza mateso badala ya kufanya nini? Ya kuondoa nini? Mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa vizuri ninachoongea? Kwenye ndoa kwenyewe kunataka akili nyingi, ndio maana Mwisraeli anafanikiwa kuliko wewe. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati umeolewa unaishi na mume wako. Mume wako akifanya kajambo kadogo unanungunika sana. Kadri unavyonungunika kama alikuwa amekukusudia kwa makusudi, anajua ile kumbe inafanya kazi. Kwa naye anaongeza nini? Halo? Halo? Iko hivi. Hata mchawi akikufanyia jambo baya, usipobaki umechanganyikiwa na lile jambo, yaani umeamka tu kaambia pumbavu, yaani akaona kabisa kwamba alichokufanyia hakijafanya kazi vizuri, hakijakuumiza kama alivyokusudia kikuumize, harudi tena kwako. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Yaani nisikilizeni. Maisha yamefichama hivyo hivyo na kwenye kila eneo. Liwe eneo la uchumi, liwe eneo la huduma, liwe eneo la nini. Kadiri unavyotumia akili nyingi. Kwa mfano, linakuja jambo gumu kwenye maisha yako. Upokeaji wako unaweza kusababisha kifo, upokeaji wako unaweza kusababisha uhai.